Bwana, what's up ladies and gentlemen ambao wanatazama kwa time hii hapo. Mimi naitwa THG Thiago Teknenga na leo bana, bahati nzuri leoje tumekutana na binti ambaye kwanza ni Mnyamwezi, lakini kwa siku kadhaa nyuma kama utakuwa unafuatilia vizuri on Instagram katika ile Zuchu Imbeju Masterclass alitangazwa rasmi na Zuchu mwenyewe kuwa ni official dancer wake. Ni binti ambaye kama unafuatilia vizuri TikTok huko anafanya vizuri kinoma noma. Yaani kwa Zuchu pale, yani sio mara ya kwanza kuonekana. Kwa hiyo tukaona hata kwa kuthamini kile ambacho anakifanya ni vyema tuweze kumtafuta, alafu tuweze kuzungumza naye moja mbili tatu, ilikuwaje ile situation Zuchu anamtangaza kama official dancer wake. Yeye alikuwa katika hali gani? Mambo Poa. Kama kawaida. Hongera bana. Asante. Jina lako ni Lil Soso au mtu akikuita Soso peke yake ni fresh? Sawa, ukiniita Soso peke yake ni sawa, ukiniita Lil Soso sawa. Jina lako halisi ambalo umepewa na wazazi wako naitwa nani? Naitwa Sofia. Sofia. Yeah. Kwanza hongera, unafanya kazi nzuri na mimi ni miongoni mwa mashabiki zako ambao nilikuwa nakufuatilia since way back. Una talent kubwa sana ya kucheza. Nataka nifahamu ulianza kucheza ukiwa na umri wa miaka mingapi na ilikuwaje mpaka ukaanza masuala ya dance? Mimi nimeanza kucheza muda mrefu. Yaani sijui niseme, yaani kwa watu ambao wananijua pale mtaani kwetu nimeanza kucheza nipo mdogo sana. Nilikuwa napenda sana masuala ya kucheza, ila familia sasa ilikuwa afu kipindi kile ndo niko shule, ndo naanza shule, napenda kucheza. Yaani mimi ilikuwa nisikie wapi kuna kigodoro nisicheze. Nilikuwa napenda kucheza. Kwa hiyo nadhani nikaachaga vile vitu kwa sababu familia nini na mambo ya shule, nikaachaga vile vitu. Nimeanza kucheza tena rasmi 2023 baada ya kumaliza form 4. Baada ya kumaliza form 4. Yeah, baada ya kumaliza form 4 ndo nikaanza tena masuala ya kucheza sasa. Nirudi kama miezi kama mitatu hivi nilicheza. Nikaona sibi kwanza niache, nikasafiri nikaenda Tanga kwa mama mdogo, nikakaa kama miezi mitano. Nimerudi tena ndo nakuja kukutana na Matua. Yeah, nakuja kukutana na Matua, nimerudi leo. Yani mimi nimerudi na au kufanya moto kama najua vile, yani nilikuwa nishasahau huko. Kwa hiyo Matua kama kanirudisha tena. Kwa hiyo nimekutana na Matua, nimerudi leo, nadhani kesho kutwa nikaenda mazoezini. Nikakutana na wenzangu Matua unajua ana kundi kubwa sana Kwa hiyo tukakutana na watu wengi pale, wadada nini wanacheza. Tukawa tunacheza. Matua ni mtu fulani ambaye sijui niliekeje, yani sijokalia kabisa kwa jinsi. Yani Matua ni mtu fulani ambaye namheshimu sana, nampenda sana. Nimemkosea huko tuko tunafanya mazoezi, kuna muda namkosea, anakusema ana panic, lakini baadaye anakuambia moja mbili tatu, ukiona kama mpaka nakufanyia hivi najua wewe unajua. Kwa hiyo fanya kwa moyo wote, acha kuogopa. Nilikuwa naogopa hadi kucheza. Serious, nilikuwa naogopa hadi kucheza, yani unafikiria aibu yani. Na unaibu. Unajua cheza. Kacheza kweli, nakumbuka ilitokea hapo sasa kabla hayo mambo hayajatokea, tulienda kwa Zuchu. Na umwele ilikuwa hujanzidi kitu kama hicho. Tumefika pale. Bwana ni mtoto. Hiyo ilikuwa kama mwaka gani? Hiyo ilikuwa sikumbuki vizuri. Ile ilikuwa muda yani. Yaani hapo ndo unaanza. Matua yenyewe kafanya tu kuniamini, wewe twende. Utajua mwenyewe tunaenda kucheza nini huko. Tumefika kule Zuchu. Bwana mdogo hivi, una umri gani? Nikamwambia nikaongea tu ngalopo kati na 18. Lakini ilikuwa tayari ishafika. Nadhani bado ilikuwa bado kitu kama hicho. Kuna na Zuchu ilikuwa bado hujafikisha 18. Nilikuwa 18 sijafikisha na hisi kitu kama hicho. Kwa hiyo tumefika pale, hapana bwana ni mdogo sana. Nikaenda, lakini sikukata tamaa kwamba yani kanikataa kwamba nisicheze sasa hivi ndo niache kucheza, no. Kwa sababu mimi nilikuwa natamani pia kuwa dancer ambaye niwe kama watu wengine wanaojulikana. Kwa hiyo nikacheza tena siku nyingine. Nikumbuka alikuwa ana show Superdome pale. Tuliitwa madance. Nikaenda, tukafanya show pale. Ikaisha ile show, ikaja tena ilikuwa ni kazi gani tena ile. Tukakutanishwa tena. Akasema asitaki watu wenye umri mdogo.
Kataa tena. Mwili vidogo vile. Sitaki watu wenye mwili vidogo kwenye nyimbo, kwenye ujanzidi sasa. Sitaki nyimbo watu wenye umri mdogo. Lakini mtu fulani, lakini namtaka yule mfupi yule anaua sana. Ashurei alimcheki Matua akamwambia Matua 1 2 3, lakini boss kasema yule mtu aje. Yule dogo haya sawa, tukaenda tukashuti. Tukafanya kazi hivyo. Kwa kwenye hujanzidi upo pale. Ya, nipo ila mpaka uje kuliona. Lakini nipo. Yeah. Nikikurudisha nyuma sasa kidogo, umesema kwamba changamoto ambayo ushakutana nayo ni wazazi, yani walikuwa wanakukatalia usicheze. Ni baba na mama ndo walikuwa hivyo, lakini uliwezaje sasa kuwashawishi mpaka ukaingia kwenye dance mpaka sasa hivi tunakuona? Mimi nilikuwa nakaa na babu yangu. Babu yangu mimi ni mtu wa dini. Kwa hiyo yale masuala ya kucheza na yeye ni vile vitu hataki kusikia kabisa. Mama yangu alikuwepo, babu baada ya kuhama huku tunapokaa sasa kahamia Bagamoyo, sikatocha huku. Ndio mambo ya kucheza ndio yalivyokuja. Mama alivyosikia unacheza, sitaki hivyo vitu. 1 2 3. Kaa naiba hivyo hivyo naenda nacheza. Mwisho siku kanielewa. Leo niko hapa, nimetangulishwa kama dancer official wa Zuchu, kafurahi sana. Nataka unipe sasa experience yako kwa ile time pale Zuchu anakutangaza kwamba kuanzia leo nitakuwa official dancer wangu. Yaani kitu cha kwanza ambacho kilikuingia akilini kilikuwa ni kitu gani? Yaani kwanza unajua kama niliingia ubaridi hivi. Imekuwaje afu ni ghafla tulikuwa tunacheza pale madansa wengi. Tumemaliza tunaambia tuna nyimbo imeisha sasa. Inabidi tushuke. Naambia madansa bakeni kwenye stage. Yeye kapanda kule akapanda kwenye stage akawa anatangaza hivyo. Niliingia ubaridi yani nilisema Mungu. Yaani katika kitu ambacho nilikuwa naomba na leo umenifanikishia. Yaani nilishukuru sana, nilifurahi, tulifurahi timu nzima kiufupi. Nilikuwa napokea simu za hongera mpaka nilishangaa. Yaani timu yangu, watu wangu wote walikuwa wanazunguka tunafanya mazoezi. Wamenipongeza sana, wamefurahi sana. Matua alifurahi sana Matua siku ile alifurahi. Huwezi amini tulitoka tunatembea pale CRDB mpaka Faya kwa miguu. Unakuja kujishtukia tushafika Faya. Tushafika Faya. Yaani ilikuwa ni furaha kubwa sana. Nilifurahi sana. Yaani alinisurprise, alijua kunisurprise. Lakini vipi kuhusiana na wazazi wako walivyosikia kwamba hiyo taarifa official dancer wa Zuchu? Wao walikutafuta na walikwambia kitu gani? Mamangu nilivyorudi nyumbani, nilimkuta katoka kazini, kapumzika, nikamwambia mama 1 2 3, nikamwonyesha video, kafurahi sana mamangu mdogo, amenipigia simu watu wengi wamefurahi. Hongera, sasa nenda kafanye kazi, ongeza juhudi, kuwa makini, vitu kibao, ushauri mwingi. Yeah. Mimi napenda kuona vijana kama sisi tukiwa tuna haso, na unajua kwenye wanasema kwamba haso zinaumiza muda mwingine. Kuna vitu vingi ambavyo tunakutana navyo. Kwa upande wako ni kitu gani ambacho ulishakutana nacho mpaka kikataka kukukatisha tamaa uachane na masuala mazima ya dance kabisa? Mimi sijawahi kukata tamaa. Wala kutamani kukata tamaa huja? Sijawahi hata siku moja. Yaani mimi nikutane na wewe hapa uniambie hata ukicheza upendezi hata kwa dancer. Au unaweza kukutana na mtu anakuambia ushakuwa dancer anakuwa dancer gani mfupi. Sijawahi kungatisha tamaa kwa sababu naamini mimi ninaweza, najua. Kwa hata kama sijafikia sehemu fulani, ipo siku nitafikia. Sijawahi kukata tamaa, sijawahi atokea mtu akaongea kitu akangatisha tamaa hata siku moja, sijawahi. Lakini vipi kuhusiana na mwili wako? Kwa sababu unajua watu wakiangalia wanakuona kadogo fulani hivi. Hiyo ukiachana na Zuchu ile kukukataa kwa mara ya kwanza baada ya kukuona, vipi mtaani ushakutana na zile dharau kadogo kenye ndo aka? Hizo zipo, yaani sio mtaani tu, mpaka unaenda sehemu kwenye kazi. Watu wanaambia kuna kazi sehemu fulani, unafika kule unakataliwa. Wewe ni mdogo sana. Wewe unaonekana mtoto. Wewe kucheza hapa. Ishatokea sana. Lakini unaona sawa, ipo riziki yangu, ipo siku. Lakini ushawahi kulia labda kutoa chozi ile kabisa, kwa sababu inawezekana kuna kazi unaweza kuwa unatamani kuifanya ile, alafu ndio mkutana na kizingiti hicho hapo. Ushawahi kuumia kabisa kiasi kwamba cha kulia? Naumia, yani lazima uumie. Naumia sana, lakini sijawahi nitoe machozi. Naumia na nafikiria, lakini dakika mwisho nasema ipo siku.
sijawahi kutoa machozi kusema ukweli. Ni uwe mkweli, sijawahi kulia machozi kabisa. Lakini kwenye moyo wangu naumia sana. Na kwa nini? Na siwezi kufanya kitu kingine. Mimi ni dancer, nishapendaga huko. Yaani ndio nimeandikiwa huko. Sasa kwa sababu nimekataliwa sehemu fulani niache kucheza. Sio kweli. Takomaa riziki yangu ambayo unajua kila ambacho kinatokea Mungu ndo amepanga. Kwa hiyo Mungu alipanga nifike hapa na nimefika inshallah. Mungu atakuwa kheri zaidi. Inshallah Mungu atatia. Ukiachana na Matua kwa sababu najua hapo unaweza ili swali ambalo nitakuuliza unaweza kunijibu Matua. Ukiachana na Matua ni dansa gani ambaye wewe ulikuwa unamtazama na unavutiwa sana kwa namna ambavyo anacheza na ukawa unatamani kuwa kama yeye kwa hapa Bongo? Mimi kabla kwanza nianze, nilikuwa namtizama sana Baby Drama. Sasa hivi ni DJ. Yule dada ya Mungu nilikuwa namtizama sana. Yaani yule ndo dada nilikuwa namtizama yaani nipo makini naye. Unajua nikiingia TikTok yangu lazima kipindi ndo anacheza naangalia kabisa Baby Drama. Yaani nilikuwa napenda anacheza slow, yaani atumii nguvu, yaani nampenda sana yule dada. Nilikuwa namfuatilia sana Baby Drama. Kushinda dansa wote nisiwe muongo. Sio kwa ubaya lakini. Umeumia kuona Baby Drama sasa hivi hachezi tena kama zamani, yupo kwenye DJ? Tafanyaje sasa? Siwezi kusema nimeumia lakini mimi nilikuwa na anacheza unajua. Baby Drama sasa hivi ukitaka acheze anacheza tena vizuri tu kushinda yani anaweza akawa anacheza kushinda madansa wengine na ni DJ. Mimi ambavyo nimekufuatilia kwa muda mfupi au kwa muda mrefu pia ni dancer ambaye mara nyingi sana umekuwa umecheza ngoma za singeli. Yaani wewe singeli ndo za kwako yani. Amapiano sio sana. Hivi unaweza kutueleza sasa hivi ni dancer ambaye upo specific katika mtindo gani wa kucheza au wewe vyovyote tu twende? Mimi kitakachokuja mbele yangu nacheza. Mimi ni dancer, siwezi kuchagua kitu. Nacheza singeli nacheza sawa na base kwenye singeli. Lakini ikija nyimbo ambayo sasa ni official dancer singeli tu kila siku. Hawezi kutoa singeli na hiyo misingi tushajiwekea huko tangia tunacheza kila kitu sisi hapa mazoezini. Sio tu base kwenye singeli unasikia nini hiyo? Si boringo. Tunacheza kila kitu. Kwa hiyo sawa nimebase kwenye singeli nacheza sana singeli lakini naweza kucheza kitu chochote ambacho kitakuja mbele yangu. Nitaelekezwa nacheza. Miongoni mwa swali ambalo watu wengi walikuwa wanajiuliza sana. Tunaweza tusiingie deep sana kwa sababu naheshimu maamuzi yako, lakini unaweza ukatuambia umemaliza masomo labda ngazi gani na nini na umemaliza mwaka gani? Form 4. Ulikuwa mwaka gani? 2023. 2023 umemaliza form 4. Baada ya hapo tumejikita na dance. Baada ya hapo tumejikita na dance. Japo huko nyuma tulikuwa tunacheza lakini sio vile kama tulivyomaliza form 4 ndo tukaamua sasa hapa mimi hapa. Nilipomaliza ndo nikakaa kabisa mimi ndo nitakuwa hapa kwenye dance ni hapa. Wewe unidharau nionaje mimi nitaishi humu. Basi. Hautamani kuja kufanya kazi nyingine yoyote zaidi ya dance? Kwa kweli kwa sasa hapana. Kwa sasa hivi hapana. Hiyo ni confidence kubwa. Kwa sasa ni hapana. Kazi yoyote tofauti na dance nitakuwa ni mapema sana. Sasa nitakuwa unajua mshika mawili mmoja mponyoka. Kwa hiyo na focus kwanza na dance. Ikatokea ninaona sasa hapa naweza kufanya kitu kingine nitafanya. Unajua sasa ukiachana na elimu miongoni mwa kitu ambacho kinatukomboa sisi vijana wa Uswahilini hali ya kawaida ni kipaji. Kwa upande wako umetokea katika familia ya namna gani? Umeshatugusia kwamba dini ipo lakini katika hali ya kiuchumi upo katika hali gani na pia unatamani kubadilisha vipi maisha ya nyumbani kupitia kipaji chako cha dance? Mimi maisha yangu ya kawaida sana tena zaidi ya sana. Maisha yangu ya kawaida siwezi kusema nina maisha mabaya au maisha magumu sana, ni kawaida tu. Kama maisha mengine. Natamani vitu vingi, natamani kusaidia familia yangu. Kama binadamu, kama ni mtu mwenye akili timamu, hamna mtu ambaye hatamani kusaidia familia yake. Kila mtu anatamani kusaidia familia yake. Kwa hiyo nina hiyo ndoto ya kuipush familia yangu sehemu fulani. Na imani nitafanikiwa, ni kufanya tu kazi kwa juhudi, kuwa na imani na kumuomba Mungu, vyote vinawezekana. Bana hongera sana.
Mimi pia siku ile nilikutumia message, najua ulikuwa busy sana hata ukurespond. Lakini mimi napendaga sana swag zako, yani kanyamwezi fulani kanapoa kadogodogo, yani unazingatia kodi fresh. Hivi mitupio waga unajipangiliaga mwenyewe? Mimi mwenyewe sina mtu ambaye ananipangilia, na vaga tu mwenyewe. Na mkaniambia nitavaa hivi na vaa hivi. Sina mtu ambaye ananivalisha wala nini. Unadhani kwa muonekano wako kuna sehemu umeingia ukabebwa kutokana na muonekano wako? Naamini katika hicho kitu, yani kwamba kuna watu watakuwa wamekupitisha kwa sababu kadogo kale kanyamwezi, hebu tukape nafasi. Naamini hicho kitu. Ila sina uhakika, lakini inawezekana hivyo. Neno moja kwa mashabiki zako bana. Mabinti ambao wanatamani kuingia kwenye dance ni wapo wengi. Mimi tu nawakaribisha, ila wakija kwenye dance wafanye ambacho wanakitaka. Wasijihusishe na vitu vingine tofauti na dance. Washikilie sehemu ambapo wanahisi watafika sehemu, kwa sababu siku zote mtu ambaye ana imani, huwezi kufanikiwa kama una imani. Unafanya kitu afu hujiamini unachofanya. Nafanya nini? Kwa hiyo tuingie huku tujisamini, tujitambue sisi ni kina nani, inawezekana. Kila mtu na imani yake. Yeye ndo yuko na hiyo akili, kazaliwa hivyo, yani kwamba wewe utasoma, wewe utakuja kuwa nani na wewe utakuja kuwa nani. Kwa hiyo mimi nimeamini kipaji changu na ndio maana leo niko hapa.